Biblia inasema mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Dunia inapokwenda kushoto na kulia, dunia inapochanua, dunia inapobadilika, marais wa nchi hawana amani, hawajui kama kesho atakalia kiti cha urais. Wafalme wana mashaka, wanajeshi kila wakati wana mashaka, maisha yao yako mkononi mwao. Wanasayansi wamepagawa, hawajui waishi wapi kwa amani, wanatafuta sayari ya kwenda kuishi. Mambo ambayo Mungu amekusudia kuwapo juu ya wanadamu, leo tunayanena masikioni mwako. Nisikilize, kuna mstari unasema hivi, mstari wa 3, heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya kitabu hiki. Haleluya! Heri yao asomaye, heri yake asikiaye. Kama hivyo ulivyokaa hapo unavyosikia, maana yake una heri. Haleluya, haleluya, haleluya. Una heri unaposikia maneno ya unabii wa kitabu hiki na yeye asomaye, maana ni mambo yaliyofichwa hayako wazi, watu wameibuka nayo bila kujua. Huo ni ufunuo wa Kristo Yesu kwa wanadamu. Ndipo akasema kwa malaika wa kanisa la Laodikia, mstari wa 14, na kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika. Sikiliza, alipokuwa anasema kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika, malaika wa Laodikia sio yeye aliyekuwa anatakiwa andike. Aliyetakiwa kuandika ni kiongozi wa kanisa la Laodikia. Malaika kuandika vitabu hivi ni kiongozi aliyoko kwenye kanisa la Laodikia. Ndipo Bwana anafunua sasa, anamwambia haya ndiyo maneno, haya ndiyo ayanenaye yeye aliyeamina, shahidi mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu, na yajua matendo yako, na yajua matendo yako. Kwa hiyo ufunuo huu wa kanisa la Laodikia, anaambiwa kiongozi anayesimama pale Laodikia kwamba Jehova Shama, Jehova Rafa, Jehova Nisi anataka kufunua mambo yako, anataka kuyaweka wazi jinsi hivyo, jinsi unavyotenda, jinsi unavyofanana mbele zake, hata kama yamefichika, hata kama ni asiri, hata kama unafanya kasiri, Bwana anataka kuyafunua. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana anisaidie. Amen. Bwana akusaidie. Amen. Sijajua wewe ni mshirika wa kanisa gani, lakini leo hebu tujifanye wote ni washirika wa kanisa la Laodikia. Amen. Amen. Leo tujifanye wote ni washirika wa kanisa la Laodikia. Sasa huyu kiongozi, kama ni miaka hiyo alikuwa mtume wa kiongozi na kanisa hilo, leo tunao makuhani na kuendelea na kuendelea, anaambiwa aandike, na naye mwambie andike ni shahidi mwaminifu wa kweli wa kuumba kwa Mungu, na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Manake hauko kwenye baridi wala hauko kwenye moto,
Mguu mmoja umeweka kulia, mguu mmoja umeweka kushoto. Yawezekana unasema unampenda Mungu na bado kuna mambo unaambatana nayo, bado kuna mambo unayasujudu, bado kuna mambo unayaamini, bado kuna mambo umeyabeba. Kiongozi wa kanisa la Laodikia anaambiwa kwenye Ufunuo kitabu cha mwisho ambacho Yesu Kristo alipewa na Baba kwamba nipeleke kwenye kanisa hilo, uambie wazi wazi kwamba haya ndiyo yaliyopo hapo, hu baridi wala hu moto. Akasema kwa kuwa hau baridi wala hu moto, akamwambia ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au ungekuwa moto. Ingekuwa heri kama ungechagua kuwa baridi au kuwa moto. Manake kama umeamua, anaambiwa wazi live, kama umeamua kumfuata huyo aliye mwanzo wa uumbaji, huyo aliye mshahidi mwaminifu, huyo aliyekufa akafufuka, mzee wa siku, kama umeamua kumchagua, basi umchague uingie mzima mzima. Uingie mzima mzima, wakujue, wakuelewe, wakutambue, waone kwa macho, wakushuhudie kwamba huyu sio mwenzetu, amebadilika, amegeuka, maana umeingia mzima mzima kwa Yesu. Nakuambia jioni ya leo, heri uchague, heri uchague kuingia mzima mzima. Haleluya, haleluya. Yes, yes. Hata kama utajificha, hata kama utanyamaza, hata kama utakuwa mkimya, Mungu ajua matendo yako, ajua jinsi ulivyo, ajua jinsi ulivyo. Utamficha mchungaji, utamficha askofu, utamficha mzee wa kanisa, lakini Baba wa mbingu anakujua ulivyo, anakujua fika, anakutambua mienendo yako, kauli zako, maneno yako, ibada yako, upendo wako, kuwaza kwako, kupenda kwako. Anakujua hata kama unafanya gizani, unafanya nuruni, unafanya usiku, unafanya mchana, unafanya saa ya mvua, unafanya magharibi. Yuko akuonaye, yuko akuonaye, yuko akuonaye. Anasema heri yako, chagua hivi leo. Haleluya, chagua hivi leo. Hajasema uchague kesho, hajasema uchague wiki ijayo. Anasema basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa sababu sio baridi, kwa sababu sio moto. Sasa nikupeleke wapi? Wewe ni vuguvugu na mimi sihitaji mtu vuguvugu. Mungu wetu ni moto. Haleluya. Mungu wetu ni moto. Dawa ya moto ni moto. Ukichagua moto lazima uwe moto. Akasema huu moto wala baridi. Kwa sababu hiyo nitakutapika, nitakutapika. Manake nitakutoa mahali ulikojificha, nitakutoa kwenye ushirika ulikojificha, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Jehova anakutambua, anamwambia kiongozi wa kanisa la Laodikia,
hapo ulipojificha kwa matendo yako, kwa mienendo yako, kwa kanuni zako, kwa ibada zako, unasema Mungu, lakini wewe ni baridi, nitakutapika utoke kwenye kinywa changu, maana umejifunika ngozi ya kondoo ndani mdomo, nitakutapika utoke hapo ulipojificha. Yawezekana umejificha kwenye dini, yawezekana umejificha kwenye ibada, umejificha kwenye kwaya, umejificha kwenye utumishi, umejificha kwenye uchungaji, umejificha kwenye uaskofu, umejificha kwenye ubiri. Bwana anasema anakujua, haumoto wala haubadili, atakutapika utoke katika kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa hili, watu hawa walikuwa ni watu waliojikinai, watu waliokuwa wanajiona matajiri, watu wenye kufanikiwa, watu waliokuwa na pesa. Walifika mahala wakaona kuna sababu gani ya kumtumikia Mungu, wakachanganya Mungu na utajiri wao. Na katika mji wa Laodikia kulikuwa na mto unaopita katikati ya mji huo, mji wa matajiri. Wamejenga majumba yao ya kifahari, wamejenga majumba yao ya maana, na kwenye ibada wanakwenda. Wakifika pale, kila mtu kwa namna yake anavyojua, kila mtu kwa namna yake anavyoabudu. Wakisema wanamwabudu Mungu, kumbe ndani wamekinaika, Jehova akawa anafunua, wananitamka kwa kinywa changu, wananikiri kwa ndimi zangu, lakini mioyoni mwangu wameniacha. Ndipo Bwana akasema, nitayafunua jinsi ulivyo, nitafunua mambo yako ulivyo, nitafunua wewe kiongozi na washirika wako wa kanisa la Laodikia. Yawezekana leo hii kanisa liko mahali hapa, liko Tanzania, liko Rukwa, liko Uingereza, liko Marekani. Watu wako mle ndani wamejificha, wanauita Bwana, lakini matendo yao yanamshabikia Shetani. Matendo yao sawa na watu wa dunia. Na kuambia leo ya kwamba waliokubali, waliomkana Kristo, waliomkana Shetani, wakamkubali Yesu, wakazaliwa mara ya pili, akawa Bwana na Mwokozi, wakaingia ndani mwake, wakaona uzuri wake, wakaona utamu wake, lazima mambo yabadilike, lazima kauli zao zibadilike, lazima mienendo yao ibadilike, lazima mtindo wao ubadilike. Wanapewa maisha mapya, wanapewa nia mpya, wanapewa kusudi jipya, wanapewa mpango mpya, wanapewa njia jipya, wanapewa kushinda. Nasema hivi, wale wanaojificha, Bwana anasema nitakutapika katika kinywa changu. Nisikilize mpendwa, kwa kuwa wewe wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja na kitu chochote. Umekinaika, umetosheka, unaona yatosha, unaona hapa nilipofika ni kikomo, unaona hakuna kama mimi, hakuna zaidi yangu mimi, nani kama mimi? Umefika mahala Yesu anayataka kuyafunua matendo yako na mambo yako. Anasema hivi, nakupa ushauri, ununue kwangu dhahabu iliyosuguliwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi yako yawe meupe, uvae, ufiche aibu yako. Na kuletea jioni leo, kuna mahali pa kununua, Haleluya! Wala sio kwa fedha, wala sio kwa dhahabu, wala sio kwa chochote. Mungu anahitaji moyo wako, uje kwake akununue, maana Biblia inasema ametununua kwa fedha. Isa ametununua kwa fedha ya thamani, ametununua kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ametununua kwa mbegu iliyo njema, ametununua kwa neno lake Bwana, ametununua kwa damu ya Yesu, ametununua kwa mpango ulio kamili. Hajatununua
anasema njoo kwangu, njoo kwangu, nikupe dhahabu, nikupe dhahabu, si dhahabu tu, nikupe magari, usafishe uso wako upate kuona. Haleluya, haleluya. Bwana anakuita, Bwana ananiita, twende kwake tukanunue tupate kuona. Kumbe kuna upofu katika kanisa hili, kulikuwa na upofu. Hawaoni, hawaoni, wamebaki kujisifu, wamebaki kujikweza, wamebaki kujiinua. Kumbe ni vipofu, hawaoni. Nasema hivi, jioni leo, jioni ya sasa, jioni ya muda huu, kama upo pendo naisikia kazi mafala, kama upo nafasi yako ya kesho huijui, kesho yako ifahamu, kesho yako iko kwenye mikono ya Bwana. Wewe siku yako ni ya leo, wewe siku yako ni ya leo uliyopewa. Kesho yako itambue, ujue itakuwaje. Hivyo nakuambia, kama umejipima, umejiingiza kwenye mizani ya Bwana, umejihakikisha kwenye neno la Kristo, umejiona maneno yako, matendo yako, maamuzi yako yako kwenye hatari, yako kwenye kuangamia, yako kwenye kupotea, umekuwa vuguvugu, umekuwa vuguvugu, moto wala baridi, umekuwa vuguvugu. Na kushauri jioni ya leo, chagua jambo moja, chagua kuwa baridi ama chagua moto. Lakini kwa ushauri wangu kama mnenaji wa neno la Bwana, na kushauri chagua moto, chagua moto, chagua moto, chagua moto. Maana huyo ajaye macho yake ni kama miale ya moto na sauti yake ni kama ngurumo la radi. Huyo ndiye atakayekuja, tutafanana naye, aliye na sauti kama ngurumo ya moto na macho yake kama mwali wa moto, na sisi tukiwa moto tutafanana naye, tutafanana naye. Chague jioni ya leo, mchague jioni ya leo, maana anajua njia zako, anajua mambo yako. Utamficha mchungaji, utamficha askofu, utamficha kanisa, lakini mambo yako Bwana anayajua, Bwana anayatambua. Anasema chagua leo, chagua leo, chagua jioni ya leo, kuwa moto ama kuwa baridi. Usiwe vuguvugu, maana Bwana atakutapika, Bwana atakutapika wakazi wa mafurara. Chagua leo, chagua leo, chagua leo, na kushauri uchague leo. Haleluya, 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 haleluya. Tusikilize maneno mengine, utasoma mwenyewe hapo utaona.